kupitia hao Sele ameona au amesikia na ametoa kauli hiyo. Lakini kuna watu wengi sana zaidi ya wao ambao hawajapata platform ya Sele kuwasikia au kuwaona. Wapo wengi na nadhani wakipata nafasi basi tutaongea mengine. Na yeye amesema kwamba wapo wengine wengi wapewe support na nini kwa namna ambavyo anaitazamia hiyo. Yuko sahihi. And ukisikia kauli ya mfalme kama hivi, inawezekana wewe ni mmoja kati ya wale ambao hawajawaona labda au hawajasikia project zako ambazo zimetoka, si ndio? Ukisikia kauli kama hii kama msanii, unapata nguvu kiasi gani kutoka kauli kama hii? Ukiwa selfish au una mawazo ambayo ni ya kibinafsi zaidi, unaweza mbona Sele shakutana naye, naye amekwambia kabisa kwamba wengi tunaona sura zao kwenye mitandao ya kijamii, lakini hatuoni kile katika engo hiyo ya muziki mwingine. Kwa hiyo ukiitizama katika sura ya wivu na ubinafsi, unaweza washapita wanazungumza nini, unajua vitu kama hivyo. Lakini ukitizama katika engo ya kujijenga, nadhani natakiwa uwe na wivu jengefu wa kukujenga wewe kwamba okay, kwamba amemwona jamaa amefanya hivi, lakini mimi mbona na track zangu 3 store ambazo nimegusa humo kumbe inabidi ni push nitoe kama ndo wanakubali hivi. Nadhani hivyo ndo mtazamo ambao unaweza ukawa jengefu kuliko kutazama kwamba amewataja wawili basi wewe ukawa una karo fulani cha korosho mbona mimi hajanitaja mzee. Kwa hiyo mimi nadhani King yuko sahihi na sisi tuitumie kama challenge wasanii wengine. Kuandaa magoma makubwa ambayo kweli my brother anaweza waka speak out kwamba mdogo wangu hiki umefanya. Sio mtu unamtumia ngoma hata kuposti anajiuliza sipoposti hata ni mind, lakini kiposti mbona ngoma ya kawaida. Kwa mimi nadhani tuitumie tu kama challenge, tufanye magoma makubwa ambayo my brother akisupport hata sisi tunakuwa tuna amani. Brother kweli amesupport kazi imehakika sure. Bab kubwa. Tukae kwenye project yetu ya Tuwalinde. Nimeona una kama mwezi uko busy na hiyo project, nikipita kwenye Insta yako na nini busy sana, and project nzuri, nimeona ujumbe ni mzuri sana. Kitu ambacho ni kama tulianza kukisahau wakati kuna namna kinatutafuna kwenye jamii. Ukikaa sasa hivi kwenye viringe mbalimbali utasikia tu stories za hizi homosexual, masuala ya ushoga, watu wanazungumza. Lakini wale watu ambao tunawategemea wazungumze na kauli ikawafikia watu wengi, hawazungumzi, wanaendelea kuzungumza vitu vingine. Kwa hiyo mimi nadhani kwanza nilihudhuria seminar moja, ilikuwa ni mwezi wa 4 mwanzoni. Ile seminar ilikuwa inahusisha asasi fulani ambazo zilizungumza sana vitu hivyo vya masuala ya ukatili wa watoto, masuala ya ulawiti, ubakaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nina wazo hilo kipindi fulani na lile wazo kama linapotea, lakini kupitia ile seminar ambayo niliipata nikaona mimi kama Mungu kanijalia talanta ya kufanya muziki, nashindwa nini kufanya kitu na mimi sauti yangu ikasikika. Na kitu kizuri nadhani nimefanya tu hiyo episode ya kwanza, the way watu walivyo respond kwangu, nimeona kumbe msanii ukifanya kitu ambacho kinaigusa jamii moja kwa moja, basi unaweza ukasikika kwa haraka na lile ambalo unalikusudia kwao pia ukaona limefanyiwa kazi, hata kama sio kwa asilimia kubwa, lakini unaona kwamba na mimi nimefanya kitu kwenye jamii yangu. Kwa hiyo project ya Tuwalinde inahusu masuala ya kupambana dhidi ya ukatili wanaofanyiwa wanajamii mbalimbali, hasa watoto na akina mama. Lakini pia hatujawaacha na jinsia yetu sisi ya kiume, kwa sababu kuna wanaume pia ambao wanafanyiwa ukatili mbalimbali ambapo ni kinyume na haki za kibinadamu, lakini pia kinyume na zile haki zetu za kimaadili. Sababu tukizungumzia huko haki, upande wa haki kuna haki ambazo ni legal zipo kwenye katiba, lakini kuna zile ambazo ni moral rights ambazo zenyewe ni za kimaadili tu. Sisi kama jamii ya Tanzania kuna vitu ambavyo vinakuwa accepted kufanyika Tanzania, watu wanazikiuka. Kwa hiyo sisi au mimi kupitia Tuwalinde nataka nifanye kitu ambacho kinawagusa jamii moja kwa moja, ambacho kitakuwa ni dhidi ya matendo ya ukatili. Na naona mbezi sana wewe, sawa umetaja wote, lakini kwenye hii project yako ya kwanza nimeona mbezi sana na watoto sana. Kwenye Is Not Fair ndio maana nimesema hii Tuwalinde inaanza na episode 10. Hii ya kwanza ambayo nimeipa jina ya Is Not Fair, nimejikita zaidi kwenye watoto,
mtoto ambaye nimezungumzia story ya mtoto ambaye alibakwa na rafiki yangu ambaye ni rafiki yangu kabisa. Kwa hiyo kama ni rafiki yangu kabisa ambaye anajiita mwamba kwangu, kwa nini nafanya kitu kama hicho? Kwa hiyo mimi ambaye ndo wa karibu yake rafiki, nimeamua kupaza sauti kumtetea yule mtoto. Kwa hiyo yule mtu ambaye yuko mbali, kwa nini yeye anashindwa kumtetea kama mimi ni rafiki na nimeweza kuongelea kwamba huyu mtu anafanyaje kitu hiki hata kama ni rafiki yangu. Kwa hiyo kupitia sanaa nimetengeneza hiyo story na hiyo episode ya kwanza ambayo watu wanaweza kaingia YouTube ambao account yangu Rota Mshamba wakaona hiyo episode ya kwanza, au kwenye Instagram pia nimeweka pale, TikTok nimeweka kwa hiyo username ya Rota_Mshamba, wataiona episode ya kwanza. Okay, kwa hiyo episode 10 zote zitakuwa zinakuja katika kila moja itakuwa ina focus ya mfano ya pili au nakuwa natoa madini ambayo kwa sababu ndio kitu chenyewe hiki hata ukiibiwa mtu akifanya huko ni nzuri. Kwa hiyo ya pili itakuwa inamhusu mwanamke ambaye ameolewa na kupata maisha mazuri sana mwanzoni mwa ndoa, lakini after 3 or 4 years hapo maisha yakawa tofauti, ukatili ndani ya nyumba ukaanza kutokea na nini, vitu kama hivyo ya. Alafu unarudi kwa wazazi, unakutana na wazazi generation ile ambayo kwamba mume akimbiwi, rudi kwa mume wako. Okay. Kwa nini umerudi nyumbani ghafla? Yani arudi kuendelea kuteseka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ya pili itakuwa inahusu scenario hiyo, kuna ya tatu, kuna ya 4, ukatili huo lakini katika scenario tofauti. Kuna moja ambayo watu wengi sana wanajua, mama wa kambo sijui wanatesa watoto. Mimi nitakuja na hiyo mama wa kambo ambaye yeye ni mfano wa kuigwa, ambaye amtesi mtoto na kamlea vizuri tu. Okay. Kwa hiyo zipo hivyo. Oh yeah. Bab kubwa. Bana kali sana Rota ndani ya Mega Mix show ya Abud FM. Hizi project zitakuwa hazikubani kwenye kutupa bidhaa wala kabisa, hazihusiani kabisa, na ndio maana tuna account yetu official kabisa ya Tuwalinde ya Tuwalinde_TZ na mambo hayo yote. Kwa hiyo na ukitizama hizi project ni za sekunde 50 mpaka dakika 1. Na tukirudi kule sasa kwenye freestyle kuongelea kitu cha sekunde 50 naweza nikachora tu ndani ya muda mfupi, ili mradi nikae kwenye ile subject ya naongelea nini. Okay. Mega Mix. Mega Mix yo. Mega Mix.